kuacha na Mabengo. Lengo nipate watu. Sawa. Nahitaji watu angalau wao wenye miaka kuanzia 25 kushuka chini. Mchanganyiko wao wanawake na wanaume ili nitengeneze kundi kubwa la kudansi. Kudansi. Ili kucheza muziki maana. Hapo sawa. Tengeneze kundi la kudansi maana mimi ni mzoefu kupitia hilo. Ili tukacheze kwenye nyimbo kubwa. Sawa. Yani kama za kina Harmonize, unaona kina Jeff Power, kina Shax Omi, kina Berinja, unaona? Tunacheza ili tutengeneze mfumo kazi. Kwa hilo haina shida. Kuhusu watu, vijana tupo wengi. Ukitaka wa kike, wa kiume, wote tupo wengi. Najua hata mwenyewe unapenda sana mambo ya kudansi. Ndio. Nimeona furaha sana kukutana nawe kusema kwamba unafundisha mambo ya kudansi. Sio mbaya. Nitaenda kuwaambia na wenzangu, vijana wenzangu, basi tutajiunga siku 2 hizi. Sawa. Kwa upande wako? Yaani kwa mimi naliona hapa kijijini kuna watu wengi sana ambao wana kipaji lakini muongozo hawajapata. Watu wenye miamko. Yaani hawapo, watu wenye miamko hatujapata. Okay. Yaani kama kwa mimi napenda sana kudansi. Sema sasa muamko, yaani muongozo ule sijaupata. Yaani kwa hiyo mimi nashukuru sana kujitokeza wewe. Ukocha umepata. Sawa. Hilo limeisha. Kwa hiyo mimi cha msingi nitaomba tuwapate hao watu ndani ya siku 2-3 hizi, na hizo siku zijazo hata tukipata sehemu yenye uwanja tutaanza napo, kisha hapo tutaangalia namna nyingine. Uwanja usiwaze kwa sababu kwa mzee John bado anakuomba. Mzee John. Basi haina shida. Sisi tumekuelewa, tuende kuwahimiza kule vijana wenzetu, basi tutafika siku 2 hizi. Sawa. Haina shida. Basi haina shida. Sawa. Mimi nimefikia kwa mzee Tembele Nyago bana. Hapo juu hapo. Juu hapo. Sawa Scott. Basi haina shida. Karibu. Sawa. Sawa. Kama tulivyozungumza jamani, mimi nadhani tumeelewana. Na mimi hapa nilipo mnavyokanitazama nina certificate. Yaani cheti cha ufundishaji wa muziki kutoka CHT Dar es Salaam. Mmenielewa? Kwa hiyo ninachokataka mimi tufundishane muziki ili niweze kuachia elimu ya muziki kwamba hata ukisimama sehemu hivi unashika chipaza chile maiki watu wanajua kweli huyu msanii aliyekapitia masomo. Mmenielewa? Sasa kama tulivyozungumza kwamba inabidi tupate watu. Unajua mzuka au vibe zinakuja mazoezini kuwa na watu wengi. Wewe hapo utafute wasikaji hata 2 au 3 wengi. Hello. Na wewe inabidi utafute mabinti. Kwa sababu ukipata mabinti hata mazoezi yanakuwa na mzuka. Unajua mtu unaweza kuliko tukiwa hivi wanaume 2 mwanamke mmoja. Huyu anaweza akatokea akakuelewa wewe akakupenda. Mimi na mwalimu naweza nikakupenda wewe. Alafu huyu akiniingilia nikanzibua kundi likabomonyoka. Mnielewa? Tusifike huko. Mnielewa? Wapo. Basi mtangaze kijijini hapa na Mabengo wewe kuna mwalimu amekuja wa kufundisha muziki. Hakuna shida. Kwenye swala la wasichana kwa tafuta hilo limeisha kabisa, ondoa shaka. Wameshapatikana. Labda kwa kumalizia kabla hatujaachana niwape laza ndio mjue mmekutana na mwalimu. Nielewa? Kuna hii hapa hiyo. Ukawona bola we, ukawona bola, ukawona bola we, ukawona bola, ukawona bola we, ukawona bola, ukawona bola. Hapo nimeza haina ya muziki. Haya bwana. Sawa. Haya. Mimi wewe twende pale tukanani, kaangalia station hadi pale pengine naweza tukapata matangazo. Basi mimi ngoja kwa nikaende kwa wewe kawajulishe. Hamna bwana. Haya, hamna shida. Huko hapa hamna njia sapigwa huko. Sasa udogo wewe unauelewa. Mimi nimewaiteni hapa maana waambie tuje kuni uwanja au tuangalie kwa mazingira ya uwanja ni mzuri. Kitu ambacho mkijui mimi sijaja bure. Nilipokaa hizi siku 2 katika huu mji nimegundua kwamba mji una matatizo. Matatizo yake kwamba hakuna yaani watu ambao wanakuza vipaji vya mipira. Na mimi nina uwezo, nina uzoefu, nina uwezo mkubwa kwenye ufundishaji wa mpira.
Yaani kilugha nyepesi unaweza kusema kocha. Yaani nilichoelewa mimi, yani unataka uwe kama kocha. Kocha wa mpira, utufundishe mpira. Na mimi bwana, acha nikupe tu ukocha kwanza. Ndio. Katika maisha yangu mimi napenda sana mpira. Yaani mpira na ukubali, yani kuhusu swala ukocha hilo usiwazi. Wewe ukocha umepata. Sawa. Kocha mimi nimesimama katika nafasi yangu kwamba nitapambana kocha mimi ili nyinyi mfike mbali, na mimi nikwambie tu kwamba nina macho ya mpira. Yaani macho yangu ya mpira, maana namaanisha kwamba ni macho yangu mimi nikutazama na kuonea mbali kimpira. Kwa ninapokutazama wewe na kuona kabisa wewe ni boko. Kuni mwili wako nimemwona yuko boko, amekuingilia. Yaani boko kabisa, ni ninapokuangalia ni boko kabisa. Kwamba nikikutengeneza katika mazingira basi wewe unashika nafasi ya boko wa Simba hivi. Na nikikutazama wewe ndugu yangu, wewe kabisa huyu ni Faisali Faitoto. Hata kama amesumbua lakini huyu ni Faisali kabisa. Sasa nitataka nimtengeneze awe katika mazingira, afu mwisho wa siku itengenezwe timu kubwa hapa, iwe na Mabengo FC, timu kubwa, na akiwa chini ya kocha mimi hapa. Kwa hiyo kocha, unataka kuniambia ukinifua mimi naweza nikawa kama boko? Kama boko kweli, boko. Boko kabisa, yani boko kabisa, na unavyokimbia na mpira ile. Kwa hiyo ishu kubwa ambacho kitaka ukifanya zaidi kwamba tutafute watu, sababu wengi wana vipaji nyumbani, wengi wanapenda mipira hii, ila hawana watu wa kuwasupport. Kwa hiyo mimi nimtokea ni supporter, nataka ni support, nataka tengeneze timu. Kwamba nyinyi mshawishi wenzenu. Yaani tushawishi wao wajiunge kwenye kundi la mpira. Kuni timu hii. Na timu yetu tutaiita na Mabengo FC. Mabengo FC. Hapo nimekuelewa. Yaani kuhusu hilo usijali. Yaani kuhusu hilo kuwashawishi watu, na watu wengi wanapenda mpira, na kijiji hichi kuna uhaba wa makocha. Kuna watu wanafundisha mpira ueleweki. Watu wanabaki hapa kijijini, hata kucheza kijiji jirani hakuna. Umeelewa hapo? Ili tuanzishe hii timu. Kwa ndio maana nimekuja hapo uwanjani, nikauangalia uwanja, nikasema tukitengeneza kitu kitakuwa kikubwa. Kwa hiyo kuanzia sasa nawapa agizo, tutafute watu tutengeneze timu kubwa. Sawa. Mimi nimeelewa. Imeisha? Nimeelewa hiyo. Hata nimeelewa. Mimi nimeelewa. Kwenye kijiji chetu kuna uhaba sana wa makocha. Ndio. Mimi nataka niwatengeneze wakina Samata wengi. Mimi na hatari yangu. Mimi nakula wapi hapo? Ndio hivyo, mimi nataka tutengeneze makocha wengi ambao hata kesho na kesho kutwa eti makocha tena tutengeneze wachezaji wengi hata kesho na kesho kutwa niache historia. Hata kama nikija kufa na Mabengo mnanitengenezea sanamu langu kubwa nimeshika hivi. Nani kama hapo stand hapo kama Pele hapo. Pele? Kama Pele, sanamu la Pele. Kama la Pele. Basi ndio hivyo, nendeni sasa hizi mkafanye jukumu hilo nililoagiza. Basi haina shida. Sawa. Haina shida kocha. Haya. Ulaji umeanza sasa hizi. Hapo ajichanganye, sina ukocha wote. Sasa hapo uwanja unajichosha, hapa nakimbiaje kule ili wanaopita waone udua na nia huyu. Kumbe lolote na tamaa tunataka miela. Haya Madiba, vipi? Mbona mapema? Wewe shule sasa hivi? Ndio, natoka home naenda shule. Mimi kule shuleni nimezingizia naumwa. Ndio. Sasa mimi napenda sana mambo ya kudansi. Maana nisipoenda leo mwalimu anaweza kanifukuza, yule mwalimu wa kudansi. Ndio. Sasa kwa mimi nimezingizia naumwa, nimefika naenda nyumbani sasa hivi nabadilisha nguo zangu, naenda kudansi. Ni mbona mwalimu wenu na masharti sana? Ndio na masharti, mimi napenda mambo ya kudansi. Mimi sipendi kwenda shule. Sasa sisi mwalimu wetu, yani kocha wetu sisi, huwezi kwenda kucheza mpira bila kwenda darasani. Upate namba kucheza mpira. Yaani lazima utakaa nje. Sawa, lakini mimi shule. Mimi shule mimi bwana, mimi sizingatii sana mimi shule. Bwana mimi napenda sana kudansi. Basi poa. Ila ukija kule shuleni, kanipokelea daftari langu. Poa, haina noma. Basi poa, haina noma. Poa. Zadi tumeelewana. Mimi sitaki na nimeamua kusitisha swala la kwenda
kucheza mazoezi pale kiwanjani. Sawa sawa. Unanielewa sijui? Ndio nakuelewa. Na saa hizi mnatakiwa tuchangishane mchango, kila mmoja atoe shilingi 25,000. Mbona nyingi sana 25? Hela nyingi sana. Tupunguzie kwanza angalau hiyo 10,000, shilingi 10,000. Nyingi sana. Wewe Madiba, nyingi. 10,000 yenyewe nyingi. Aweke hata 5,000, 3,000. Sawa. Sawa. Ticha shikamo. Wewe mbona umechelewa? Unajua nilikuwa na kati kidogo mzunguko hapa na pale, kwa hiyo ndo saizi nimewahi. Toa faini hapa. Toa faini. Piga faini. Toe faini wewe. Ticha. Hao wenzako ni mwelekezi. Ndio. Sawa? Ndio. Kwamba nimesitisha kwenda kufanya mazoezi pale kwa sababu pale kiwanjani huwa tunajaza watu. Unaelewa? Ndio. Tunajaza watu. Kwa hiyo hata tukienda kufanya show itakuwa sio pambe. Maana yake itakuwa sio kitu kigeni. Kwa sababu watu wanatuona tayari kila siku. Ndio. Kwa hiyo ninaamua kwamba tukodi ukumbi, tufanyie mazoezi ukumbini. Na kikundi chetu kiwe kikubwa. Kwa hiyo hapa kila mmoja atoe 25,000. 25? Mwalimu nyingi sana. Naomba tupunguzie tu angalau hiyo tu 10,000. Keleleni kwanza. Mnanibishia mimi mwalimu wenu? Hapa. Kwanza nyinyi mnanilipa? Hapana. Sasa mimi nimetoka mjini. Nimekuja kuwafundisheni nyinyi kijijini hapa. Nauli mlinichangia? Hatuja kuchangia. Sasa kuja kuwafundisheni nyinyi hapa kijijini dansa. Na nataka tufike mbali. Naelewa? Sana. Sasa cha msingi hapa tutoe hiyo 25,000 ni kodi ukumbi tufanye mazoezi. Limeisha teacher. Nyam nilipi? Hiyo limeisha. Naelewa? Ndio. Limeisha. Nadhani tumeelewana. Hiyo tumeelewana. Haidi nielewa. Kwa hiyo mimi naenda kwenye mambo yangu. Hebu kwanza piga kwanza chat. Kwa hiyo mimi naenda kwenye mambo yangu. Wewe nakupa kipaumbele. Unaelewa? Nakupa kipaumbele kwa sababu uchache huu wa watu wengi. Uchache huu wa watu nahitaji tuongeze watu kuwe kuna vibe. Haina shida. Sawa? Sawa. Na nyie tafuteni wanaume wengine. Ndio. Tuwe wengi. Sawa sawa. Tufanye mazoezi kwa pamoja. Sawa. Hiyo limeisha hiyo. Kwa hiyo mimi nawahi kwenye mambo yangu alafu Teacher, vipi mchango mwisho lini? Siku 3 hizi. Ndani ya siku 3 mchango uwe tayari. Kapimpo utakusanya. Haina shida. Sawa? Kuhusu utakusanya na nyewe wengine mchango utimie Madi. Naam. Mchango. Mimi nawahi kwenye mambo yangu. Sawa. Sawa. Ukamilike hiyo. Sawa. bwana. Bwana nini? Leo tumeweza kuwahi mazoezi. Bwana, leo kwanza tupate muhtasari kujua hicho ambacho tunachokifanya. Tumeelewana hapo? Ndio. Kwa sababu katika maisha kila kitu utachokifanya kina misingi yake. Ndio. Hello. Kwa hiyo sisi kama wasanii au wa muziki lazima tuijue misingi ya uimbaji wa muziki. Tumeelewana hapo? Ndio. Katika mfumo wa kuimba nyimbo hizi za gospel kuna sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu, sauti ya nne. Ukija kwenye masuala ya bongo flava hamna sauti 4. Kuna sauti 13 na 63 ambazo wanatumia Marekani. Tumeelewana? Kwa hiyo kwanza uwe na pumzi, uwe na swaga. Yaani kuwavutia watu wakipanda stajini hivyo wanavyokutazama, wavutie kile unachokifanya. Kwa hiyo kwanza msanii uwe na swaga. Alafu pia unakuwa safi mtanashati. Sontu unaimba vipwenje humo ueleweke, umetoka kula embe, maganda pichiku inaonekana mdomoni, alafu umesimama stejini unaimba pale uwezi kueleweka. Tumeelewana? Leo tunaenda kuimba taarabu. Misingi ya taarabu tunatengeneza sauti. Hebu tufanye kwanza hivi. Yaani unalegeza mwili. Yaani kama unaulegeza mwili. Wewe usikaze mwili, legeza.
alafu unatabasamu, kwa sababu uwezo ukawa unaimba muziki alafu mwenyewe umekunja sura. Hello! Twende wote. Hello! Hupo nyonyo. Hello! Safi, twende tena. Hello! 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 Pambe! Umeona sasa sauti inapokafunguka. Huyu hapo toka kisimama stajini ukisema, "Oye piga kelele!" Kuwa na mzuka mwiji uwe na vibe, umenielewa? Piga kelele! Unakuta kule watu wanaitikia. Umeelewana? Hapo unatengeneza vibe, ushirikiano wewe na wale ambao waliokasirika kwenye show yako. Umenielewa? Ndio. Tumeelewana? Haya. Kwa kuwa leo tumechelewa, waza na imani kesho tutaanza mapema. Kikubwa kuwa na malengo na kuzingatia. Sawa? Haya, tunamaliza. Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Twende? Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Nzemponda kaponda swaga. Munifuatize mimi. Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Twende? Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Nzemponda kaponda. Wewe usiwe boya, achia mikono hiyo mbwa wewe. Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Nzemponda kaponda tope na tope ponda zitapondwaje. Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Sasa kwa sababu leo tumechelewa kuja mazoezini, tutaishia hapa. Ila sasa kesho tujitahidi kuwahi. Sawa. Umeelewana? Ndio. Vipi michango mmebeba? Ndio. Haya, mpeni hela hizo Mary akusanya hapa. Lazima tununue maiki. Tutakuwa tunafanya mazoezi hapa na maiki. Umeelewana? Tunafunga uwanjani ukisema oyo watu Mary kusanya hela, mpeni Mary huyo. Ukisema oyo watu kule nani wewe mpe hela huyo. Oyo watu kule sauti zinakuwa zinaingiliana, mtu anaelewa wamekuwa. Wamenipa. Kesho tuwahi jamani. Sawa. Haya, nendeni. Mary na mazungumzo na wewe njoo kwanza. Kuwahi jamani kesho. Haya. Haya. Wewe kumi yako umeweka. Ya. Ili tununue maiki. Sababu ukishanunua maiki hata mtu unafanya kidogo ya kueleweka. Sawa. Shika buku hizi chongozi. Haya. Haya jamani. Haya. Nzemponda kaponda tope pote tope zitapondwaje. Nzemponda kaponda tope. Wanangu, tumepoa sana vipi? Fresh. Naona tuzungumzia habari za tizi nini mazoezi inakuaje? Tuende leo kocha manake amsema tupumzike. Pumzike vipi sasa? Ampeleka barua ni serikalini kuomba jenzi. Sasa ndo anaifuatilia. Hadi serikalini kuomba msaada Mike? Ndio. Oya, mimi na wazo. Kwani tutafute kibarua tukapige nini tunapata hela tunakununua jezi. Inakuaje? Yaani hapo sikukaa kimya kwangu si nini? Yaani hapo ndo nilikuwa nasikilizia mnatoa mawazo gani kuhusu hilo? Wazo hilo. Hapo nimekuelewa. Au si? Kwanza uwanjani pale tupo ngapi? Wengi. Tukishikaeka mwanangu hatuna jezi zetu. Watoboa safi. Jezi original unapata nzuri. Yaani kikubwa. Hizi habari za kuombaomba zilipitwa na wakati ujue. Yaani sasa hizi cha kufanya tumfuate kocha, tukamwelekeze ili swala letu ili kama kibarua tufanye ili tupate jezi zetu. Hakika. Twende kwa kocha tukamwelekeze. Tukamwelekeze ili swala tulifanye tuwe na jezi zetu wenyewe. Habari za kuomba zimepitwa na wakati ujue. Zamani sana. Zamani. Twende kwa kocha. Fresh? Watu kwa kocha. Jambo dogo tu. Naelewa. Sasa mimi sifiki mpaka kwenu. Mimi naomba niishie hapa, ila nataka swala langu ulichukulie maanani. Sijui unanielewa? Ile swala lile? Ya. Lakini teacher, mimi napenda sana dansa.
sifikirii ile swala uliloniambia. Wewe usichokijua, kama unavyoona Diamond anatembea na Zuchu mpaka wamevishana pete, pamoja na yule nani Harmonize, na yeye na Angela kama kawaida, unaelewa. Anayefanya kazi ya Lutaleni anakula Lutaleni. Wewe usichokelewa ni hicho. Wewe ukinikubalia mimi pale mazoezini sitakuchangisha michango, unaelewa, na wewe utakuwa unakula vizuri kuliko watu wote pale, kwa sababu nilikuwa nataka nianzishe na mambo ya kula. So umeona michango inayoendelea pale. Kwa hiyo utakuwa uchangii, unaelewa. Na mimi na wewe tukiwa pamoja nataka nikufanye msanii mkubwa, unaelewa. Wewe cha msingi ni kunifikiria na tumalize hili jambo. Ile teacher sikufichi, yani sikufichi, itakuwa ngumu. Siwezi, napenda sana dance. Yani kwa hilo itakuwa ngumu kwa sababu ukiangalia kiumri mimi bado ni mdogo sana. Mdogo vipi? Yaani hata ukubwa wa punda, unaelewa, huwa anaonekana ukubwa wake hauonekani, ila unakuja kuonekana muda wa kuvuta tela, unaelewa. Kwa hiyo wewe cha msingi wewe sio mdogo, unaelewa. Wewe ni kunifikiria mimi, tuliweke hili jambo sawa, basi mambo mengine yote kuishi naye. Lakini teacher, hakuna cha lakini, unaelewa. Hakuna cha lakini, wapo nifikirie, na kama unazingua unatoka. Mimi ndo teacher pale. Usifanye hivyo. Hakuna cha kufanya hivyo. Wewe mimi ndo kila kitu. Sijui unanielewa? Wapo nifikirie. Sawa? Sawa. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo kwa marhaba. Kocha shikamoo. Kama shikamoo yako ya benzi sana. Hapa tunakuja kwako. Ni swala la jezi? Sema mimi nilikuwa tayari mbwa kutoka nyumbani, nilitoka tokea asubuhi, nilienda kuni serikali za mitaa kufuatilia mambo ya jezi kama nilivyoelekezeni. Kwa hiyo nilitoka, msinge nikuta. Hii ni bahati. Mara ya kwanza kupanda ndege. Bwana kocha, sisi tulivyoona tuko wengi. Kwa tunaweza tukachanga michango iweze kutosha kupata jezi zetu nzuri tu original. Inakuaje kocha? Yaani wazo lako lipo kwamba tuetengeze michango. Jambo lako sio baya sana, ila ni baya. Kuhusu michango hakuna. Yaani kitu ambacho haukijui, mimi mpaka kuchukua jukumu la kwenda kufuatilia serikali za mitaa ilikuwa nina maana. Mimi siwezi leo hii nikachukua jukumu la kuwachangisha nyinyi. Nyinyi amujioni kwamba hapa katika crew yetu, katika timu yetu kuna wengine wanafunzi wanasoma. Haya tutengeze leo michango. Je, wanafunzi? Sio tutaanza kuwasababisha wanafunzi wakaiba hela kwao? Mimi sitaki michango. Na sijasimama mimi sababu ya hela zenu. Na right kama mimi ningeona najiweza, Mwenyezi Mungu angenijalia kipato, ningeona na pesa, basi mimi ilibidi niisimamie timu. Timu iwe sababu yangu mimi, na mimi ndio muwe nawapa hela nyinyi ndio mnaishi sababu yangu mimi. Ila sio kuanza kuchangishana, hicho jambo mimi silitaki. Kiupeo kama ninapokumbuka ni maisha yangu mimi, nilishapitia makundi mengi. Michango inavunjaga makundi, michango inasababishaga makundi yavunjike. Hiyo 200, 300, 300 mtu mwingine hana. Kwa hiyo nyinyi mna vipaji, sio uonekane tena kipaji chako na kilipia. Ni namna gani? Mimi sijaliafiki hilo jambo, niliacha tu tufuatilie kama tulivyopanga. Kwamba serikali ya mitaa, mwenyekiti amesema atanifikiria. Atanipa jezi itakuwa mambo ni safi. Jezi akitoa tutatumia, na serikali inatujali wananchi wake. Ndio maana mwenyekiti ameniambia niwe na subira. Hata wewe inabidi uwe na subira, sio mambo ya michango sasa hivi. Acha mimi nifuatilie serikali, na serikali imesema itatugea jezi. Hatuwezi kuchangishana kwa saizi kwa kweli. Kocha samani, mimi nilikuwa na wazo. Ndio. Serikali za mitaa pia wanafikiria mambo yao, na sisi uwanjani tunafikiria mambo yetu kuhusu timu. Ila mimi nilikuwa na wazo pale kwa mzee Juma pale, yule anaeka nyingi sana yule mzee Juma yule. Yule mzee Juma tukimfuata yule, tukipiga heka pale, anatupa hela, tunapata jezi zetu. Sawa. Unalionaje? Hilo kidogo wazo wako nimelielewa, na wazo wako zuri. Sasa kitu ambacho ninachokuambia, kama umefikiria kuhusu jambo la kulima, kwenda kuchukua heka sababu ya kulima, kumbuka timu yetu ina vijana wadogo wanaosoma. Kwa hiyo sasa
Hawa vijana wanaosoma isionekane sababu ya kwamba umechukua jambo hili wasiende shambani mkaanza Musa asivae jezi kwa kuwa kwenda kulima, hilo jambo silitaki. Wa kusoma tuache waende shuleni. Maana kipaji bila elimu sawa sawa na bure. Sawa maji unachota unatia kuni maji. Umenielewa? Kama mko tayari twende tukalime, lakini watu wa kusoma wabaki kwenda shuleni. Waende shuleni wakatafuta elimu yao, warudi wacheze mpira. Kuhusu hilo halina shida kwa sababu wao kuna muda elimu inawabana na sisi pia wenye muda tukafanya hiyo kazi ili tupate jezi. Kwa timu si ya wetu sote. Na Mabengo FC. Na Mabengo FC ya kwetu sote. Kwa hiyo wazo haina shida, sisi tukafanye kazi, tupate jezi, tulete uwanjani. Au wanafunzi haina shida, tutavaa nao tu hizo jezi. Kama kwa maono yako na Mabengo FC itakuwa mbali. Haina shida sana. Huo mkono vipi? Huo uache ndo tabia yake. Sasa kitu ambacho kipo, nyinyi ndeni. Kesho tutakaa tutafikiria hilo jambo, tutakwenda kuoko nini. Mimi nikapumzisha kwanza akili sababu nimetumia pointi sana kwa mwenyekiti kumuelekeza jambo langu. Na pointi siku zote inakuwa kama Kiingereza. Ukiongea sana lazima upate muda wa patient. Patient ni matunda. Nani fata passion. Kwa hiyo ndio ishi kubwa ndio kwa hivyo. Nendeni mkatulize akili, kesho asubuhi mazoezi. Ni weekend. Wewe mwanafunzi kesho ni weekend hivyo. Asubuhi mwambie mama bidi niende mazoezini. Umenielewa? Sawa. Mazoezi asubuhi. Kocha akasema. Kocha tumekuelewa. Tunapokwenda mpira lazima tuje kocha. Basi haina shida kucheza. Tofali huyu hapa. Msiwaze mambo ya michango, yani michango inavunja vitu hiyo. Sababu hiyo michango hiyo kunikumbukumbu zangu ilivunja kundi letu la Uwawaso. 200 tu ilivunja kundi la Uwawaso. Mambo ya michango haya. Michango si vizuri kuni mambo ya vyama. Tumeeleweka kocha. Enjo. Nangapi nakataza uvaji mavazi kama hii michezo wako mara ngapi nakataza? Sasa kwa nini mazingira hapa nyumba? Hebu tazama mazingira jinsi yalivyo. Tazama kwanza mazingira jinsi yalivyo. Tamudu kule mwisho. Nilivaa hivi kwa sababu kuna sehemu nilikuwa naenda. Kila siku na ukataza habari za michezo zako hii. Sipendi hii michezo, si mizuri. Nani ama kupata maarufu kwa kucheza? Lakini leo kama napenda. Bana teacher. Hello. Yaani mimi naomba kama kwanza msamaha. Najua na siku kama 3 sijaje kazini. Na nilikuwa nategemea ni leo nije kazini. Sasa unajua kwanza wewe pombe zinakuadhibu alafu wewe una masiala sana. Mimi sijawahi kusamehe mtu kwenye swala hili la mazoezi kwa sababu mimi nimetoka nchini. Sio, unanielewa? Nimekuja hapa kwa kazi hiyo maalum kwamba nyinyi kuachia vitu nilivyo kawadabu mimi. Sasa wewe faida ya kwenu tena mtu unaanza kutoloka mazoezi, uombe ruhusa sasa kwa nini? Alafu wewe kwa uzembe wako siku 3 mtu ujaja mazoezi ni kweli? Oya mimi nataka faini 15,000. 15. Hello. 15,000 sio shida kwa vile mimi hicho kipaji nakipenda hasa sana kwenye mambo ya singeli yani ile singeli kama huyu Chris Brown. Chris Brown haimbi singeli usiwe muongo. Na hawa kina nani hawa kina Nicki Minaj. Kina Nicki Minaj kumbe mwalimu unajua. Ndio mimi napenda sana niwe kama hao. Sawa, safi. Kama 15,000 wa faini unatoa. Mimi natoa. Ngazi kando. Kwa sababu mimi nina skills kubwa sana kichwani huko. Mnielewa ya kufundisha muziki. Ndio. Na unavokazungumzia muziki una aina tofauti. Wengine wanaimba hip hop, wengine R&B, wengine taarabu. Mnielewa? Sasa kwa sababu wewe muziki wako wa singeli. Baba, muziki wa singeli lazima ujitetue. Muziki wa singeli itakiwi upowe. Mnielewa? Ndio. Kwanza muziki wa singeli inabidi uvute bangi. Hello.
na mimi hapa ninazo, alafu ninauza. Kwa hiyo bangi unazo mwenyewe. Yote mema. Yaani mimi ninakuvutisha, unavuta alafu nasikiliza mistari unakaitoa. Yaani ukivuta bangi na mziki wa Singeli ndio unaimba. Unaweza kukuta ukienda huku masela nenda huku, nenda huku, nenda huku masela nenda huku, nenda huku. Yaani itakiwe upowe. Umenielewa? Ndio. Na Singeli ndo zinavyotaka hivyo. Yaani kama umesema mazingira yote mbele kwako bangi sio, basi mimi nipo tayari. Na wewe macho yako ndio mazuri, ukivuta bangi yakiwa nyanya tipu umesimama stejini. Oya, hatari unaua mwanangu. Mfano unaweza ukasimama stejini kwa watu. Oya masela nyosha kitambaa, nyosha kitambaa. Yaani unarudia hapo hapo. Alafu vibe lile linakuwa kubwa. Mpaka biti linaisha. Oya. Usinizoe lete hela ifanye. Hapa ticha sema ukweli sijabeba, lakini wewe uko nyumbani? Ndio. Mimi ila sijabeba. Naenda kuangalia mazingira. Kabla hujafika mazoezini hakikisha hela hiyo uilete. Hilo nimeisha tichangu. Kwa hiyo sasa napenda mimi kazi. Hilo nimeisha. Wewe usinizoe kichipumbavu. Nimetoka mjini kwa sababu ya kazi. Kuja hapa kuwapa vipaji. Sawa tichangu, ndio maana nikaanza kutanguliza samani kwanza. Toa kwanza stari kwanza, imba haraka wa Singeli ndio tufanye kama umevuta bangi. Wewe Singeli natoa ukishiriki tatoboa. Wauni. Sauti hivyo unaenda kiimba kwa sauti. Twende. Wauni Singeli natoa ukishiriki utatoboa. Ukiona biashara yako kafungue gawa chooni. Gawa chooni. Gawa chooni. Gawa chooni. Ticha. Hapo ndo nazunguka kunisonga gawa chooni. Au sio? Ticha. Poa mwanangu, lete hela hiyo. Nakupitishia nyumbani. Radikani. Kwamba shoga yangu mimi sikuonee wewe wivu kwenda kule, sikuonee wivu, ila napenda wewe ufanikiwe, lakini nachokushauri kule sio kwa kwenda wewe, sio kuzuri kabisa, kwa sababu mimi mwenyewe ninavyoniona ninaenda sio kwamba ninapenda, bali ninachokutana nacho sielewi. Kwa nini siweze? Mbona nyie mnaenda kila siku na shoga yangu? Tukielewa wewe ni kwamba kule tunakofanya mazoezi usipomuungisha yule mwalimu bangi, unajua bangi, uende kufundishwa. Na sasa je, usipokuwa na hela unabidi utoke uende sasa kufanya mazoezi. Sasa hii ni nini? Na wewe unaimba gospel, sasa ngakupeleka kule uende ukavute bangi. Unataka kuvuta bangi? Utaki. Sasa hivyo ndio huo ushauri wangu, ni kwamba wewe hata itaki kwenda kule, acha tu. Kwa nini msimchukulie hatua mkampeleka kwa mwenyekiti? Kwenye vyombo vya sheria. Yaani ninavyokuambia hivyo, yule mwalimu anashirikiana na mtendaji na mwenyekiti. Watu kidogo wenye nguvu hapa mtaani. Sasa unadhani mimi nitaweza kumshtaki yule mtu mwenye nguvu? Unadhani nitaweza? Si hata nigeukia mimi sasa. Kwa hilo shoga yangu, hilo hapana. Maana yule anashirikiana na watu. Siwezi. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Ila mimi nina wazo. Wazo langu mimi ni kwamba kuna kocha. Umsikii mtaani mtamu kuna kocha mzuri. Sasa yule kocha ni mwalimu mmoja mzuri sana. Tunaweza tukamuomba, tukashirikiana naye, tukamwambia kwamba aanzishe kakundi fulani hivi ka wachezaji kakike na sisi tuende tukacheza. Au unaonaje hilo swala? Hilo wazo nzuri. Umeona Kumbe shoga yangu upo pamoja na mimi. Kabisa. Nakubali. Na mimi kwamba siku moja nina ushauri mzuri. Poa basi ngoja mimi nikaanza kwanza. Marahaba wanangu, mjambo? Naona mnaelekea shuleni. Ndio. Jamani, zingatieni masomo wanangu, sawa? Ndio. Mama yetu Mama Samia amewekeza sana kwenye elimu, sawa? Tunawategemea. Kwa hiyo msimwangushe Mama Samia. Mkimwangusha Mama Samia hata shikamo kwa mwenyekiti haifai, sawa? Hatutaki zero shuleni. Na mimi walimu wanafanya vizuri. Mzingatie masomo, mzingatie walimu wanachowafundisha, sawa? Umesikia wewe? Nashukuru sana kwa kufahamu kwamba mimi ndo mwenyekiti wenu. Kwa hiyo mimi nitafuatilia. Kama kuna tatizo lolote lile, mimi mwenyekiti wenu nitawasaidia, sawa? Mwai shuleni, si muda wa vipindi huu. Kimbieni, mwenyekiti anatakiwa mkazi. Kimbia.
Super. Ndio mimi hapa. Shikamo. Marhaba baba. Aise brother, ndio. Habari yako? Namshukuru Mungu ila kikubwa sana na kushukuru sana. Sawa. Ule nipiga mpaka kampeni pita. Unakuwa nimepita yani. Nashukuru sana. Ndio. Mimi wodi CEO ananijua. Yani mimi ni mwenyekiti yuko kijana mzee kutema cheche point. Ndio brother Upo sahihi. Bana. Ndio. Mimi nipo. Ila huu ni mguu wako ni kuna kuja ofisini. Hapa brother Super, unajua tena ofisini nimefunga mara moja, kuna sehemu, kuna issue fulani naifuatilia. Si unajua mwenyekiti, mwenyekiti ndo lazima mambo yakae sawa. Ndio. Issue kubwa mwenyekiti. Ndio. Lengo la kuja ofisini. Ndio. Mimi kama mimi. Hapa kijijini kuna makundi yameanzishwa au vikundi. Ndio. Vile vikundi sifahamu kama mwenyekiti labda unavifahamu au unafahamu vingapi na vingapi uvifahamu? Kwa kweli kwenye kijiji changu hivyo vikundi vipo. Kuna vingine sivifahamu, lakini kuna vingine navifahamu ofisini kwangu. Lakini sasa sijui Mr. Super, brother Super, Ndio mimi. Pointi yako muhimu ni ipi? Kama mwenyekiti wako ili nikusaidie. Asante sana bado tukuchagua. Ndio. Bana ishi kubwa koje. Kuna vikundi vimeanzishwa. Kuna baadhi ya vikundi viko sahihi, lakini kuna baadhi ya vikundi havipo sahihi. Ndio. Nikizungumza kwamba ina maana kwamba kuna vikundi vinapotosha wadogo zetu au dada zetu. Ndio. Hawataki masomo, hawataki nini, wanapenda sana vile vikundi ambavyo vimeanzishwa wanafanya mambo tofauti kidogo. Ndio. Kwa kama mimi kama mwananchi wako nilikupendekeza na tukakupendekeza na kukuchagua. Kwa maana kuja kwa mwenyekiti nataka nikupe tu mwongozo au mawazo tusaidiane. Ili tusikuangushe kama kijana mwenzetu tulikuchagua. Sawa? Naomba uvifuatilie ujue waongozaji wako wangapi na wanachama wao, yani idadi ya wanachama wako wangapi na kina nani hao watu. Tupate majibu. Mimi kama mwenyekiti wenu ni kutoa hofu. Sawa. Hilo mimi nitalifuatilia. Hata vile vikundi ambavyo ofisa itambue tutavitambua. Kama kuna shida yoyote ile nadhani tutajulishana. Na ndio maana mimi mwenyekiti tena tunakuchagua na kupenda. Wala haina shida. Vijana tunakutegemea sana. Wala haina shida na siwezi kuangusha ili usiwe na shaka. Yaani hapa limefika penyewe, wenyewe wanasema mpele umemkuta mkunaji. Mimi ndio mwenyekiti wenu, wala ili nikuondoa shaka kabisa. Kwa hiyo mimi ngoja nifanye kwanza taratibu zangu, niweke mambo sawa, ili nitalifuatilia. La kama kuna tatizo lolote lile basi mimi kama mwenyekiti basi tawapa taarifa. Kama kuna changamoto yote ile tunaweza kuliwasawazisha. Zaidi hapo mimi namba yako ninayo ya simu. Kwa hiyo mimi nitakupigia simu. Uje ofisini. Dunia ipo kiganjani lakini dunia ipo kwa mwenyekiti. Mimi ndio. Nashukuru sana lakini by the way nimeongea Kiingereza. Ndio mwenyekiti. Hata tumesha darasa 7 tunajitahidi vile sawa. Kwa hiyo tutawasiliana. Ngoja mimi niendelee na majukumu mengine. Karibu sana bwana. Usipo wazi. Asante. Amani. Vipi mbona umechangamka sana mangu siku hizi? Nasema nichangamke sababu singeli yangu mwanangu hiyo. Tichango ananisimamia makini yani utawala boy mzazi yani. Singeli yangu inawaka, tichangu hapo makini, alafu tichangu ndo vile tena utawala. Unajua niambie sasa. Kawaida fresh. Vipi sile mafanikio wangu? Mafanikio yapo kama kawaida na mimi singeli yangu ndio hiyo mtaani imeshaingia, watu wameshaisifia, alafu ndio hapa yani tichangu sema nini? Kuna misumari anauza pale. Ukishaipiga misumari ile ukishapiga bangi moja tu ile utawala mwanangu. Ukishaingia stage watu wanakuelewa. Mwanangu mimi unajua nacheza mpira? Mimi na mwanangu pale Medi. Medi anapiga mpira fresh lakini ndio hivyo mpira apendi. Yupo slow sana. Vipi sasa na Medi yule mtoto wa huyu Konde Boy. Yule mtoto nani yule? Medi huyu nani wa Bonde mzee Juma huyu. Utawala mwanangu. Yule jamaa anapiga mpira. Sema ndio hivyo. Anagonga mpira fresh. Apendi mpira. Sasa sikia sasa kama anapiga mpira wewe na mwenzako njoeni kwa tutakutana hapo kwa mzee nani, tutaenda kwa teacher pale, tutachukua msumari mmoja tunagonga, afu kila mtu ataangalia mazingira. Kwa teacher pale amfeli pale, mshagonga misumari tu utawala. Ukipiga fresh. Yaani ningepiga hiyo kwanza, mimi siangalie mtu na hata Mede akipiga hiyo, hata mwangalia mtu, hata wewe ungepiga hiyo, utamwangalia mtu utawala tu boy. Fresh mwanangu. Amani, mimi nikamchukua nani hapo? Naenda kuchukua msumari kwa teacher hapo. Nagonga, afu tutakutana kwa mzee Juma hapo. Poa. Bwana Kamboy. Fresh kama kawa. Ndio mwanangu. Mimi mishi. Fresh. Vipi mwanangu kuhusu ngoma zako? Hakika sisi unajua tangia mtoa ile nyimbo Lecho ile. Lecho. Inavuma sana. Na kweli mtaani kipita huko Lecho suye. Kamboy sasa. Ukitoboshi tusahau ese. Usisahau wakati mara ya kwanza
kipindi na watongoza nikukatalia. Ila najua mwanzoni. Sio kama saa hizi kipindi kile hata nikitongoza demu nakataliwa. Unakataliwa. Ila tangia mtu wa ngoma ya mwisho hakika. Na kwa hiyo nikipita mtaani wanaisifia. Kamboy sio mtoto ngoma inaitwa. Kocha na hatari yake. Kuliko kuliko mara ya kwanza huko. Kocha. Ndio kocha. Kocha. Sawa, sasa Nukta. Na mimi nimemfuata captain. Zaidi ya mara 3 nimeenda kwake sijamkuta. Sasa nilivyoona kapteni yule mtu wa kutembea tembea sana. Na nene fika kwako mara 2 sijakukuta na wewe. Nilikuwa na Kamboy huko site huko. Au sio? Sawa. Kikubwa cha kwenda kwa kapteni nikutaka nikamwambia kwamba asifue zile jezi. Kwa hiyo kwa kuwa sijamkuta wewe unakuwa jukumu la kwenda kule. Na ukienda kule ukimkuta kapteni mwambie asifue jezi. Asifue. Asifue jezi sababu leo tuna mechi ya kirafiki. Na kijiji cha Ng'ambo tunaenda kucheza kule. Leo hii. Sasa wewe kocha usijali. Sababu na yule bwana yule kuchelewa sana. Sasa na wewe ndio utachukua jukumu la kubeba jezi ukuzileta uwanjani. Haina shida kocha. Haina shida. Kwa hata kama nilivyokuambia usijali kocha wangu. Hilo agizo. Kwa kocha. Kwa mamlaka uliopewa. Na huyu vipi? Huyu hapa upande wa pili. Jopse. Ndo hapa anaimba. Kuimba. Ana rap. Anachanika. Sasa yeye ananiambia mimi nataka kupa chake stamina. Sawa. Safi. Bwana wewe una imani na kipaji chako? Najua hiyo siku nitatoboa tu. Sawa. Ni vizuri sana kama una imani sababu nimekuuliza hivyo. Kuna watu ambao walizaliwa kwa mabeki wakaja kuchezeshwa kwa wakawa kipa. Kuna wengine walizaliwa kuwa kipa wakaja wakapewa namba 9 uwanjani. Umenifahamu? Sababu unaweza ukaimba ukajikuta kumbe sio kipaji chako una force. Kwa hiyo kama una imani na kipaji chako vizuri sababu hapo kuna msanii Lavalava wa WCB. Yule hata akitoa ngoma kali vipi mnaisikiza siku 2 imepotea. Usikute yule kipaji chake ni kucheza mpira, kipaji chake kudansi au kipaji chake kuandika tu. Kwa hiyo lazima ujijue kipaji chako kiko wapi. Kama una imani na kipaji chako safi. Imba. Ila cha msingi kumomba sana Mwenyezi Mungu. So utembee naye muda wote Yesu. Jichunge sana kutembea naye. Sawa. Wewe kama nilivyokuambia wewe. Poa kocha hilo limeisha. Wewe tembea na bwana. Ndio nimekuelewa sasa sio ndio hivyo. Tembea na bwana sababu ukifanya hivyo muziki una changamoto kubwa. Bwana Kamboy. Huyu ndo kocha huyu. Alio Fiston Mayele yule kwenda Yanga pale. Amefundishwa na huyu mpaka kwenda pale. Ana sifa kubwa huyo. Uwezo wa hatari huyo. Huyu ndo aliofanikisha Fiston Mayele kwenda Yanga pale. Tuliza. Safi. Kwende. Safi. Hiyo mzuri. Punguza pressure. Safi. Tuliza akili. Unapoambia tuliza akili, tuliza akili. Kule changamoto. Changamoto yake ipo vipi? Yaani yule ticha hata simuelewi. Mbona hiyo changamoto? Sasa mimi ni wanakushauri kitu kimoja. Yaani wewe jinsi unavyoonekana ni mtu sana wa kudansi. Tofauti na mambo ya kuimba. Kwa nini usiache tu haya masuala ya kuimba uingie kwenye dansi? Kweli unachokiongea? Kweli dada yangu. Basi hicho kitu ulichonishauri nitakifanyia kazi. Takifanyia tu kazi. Basi maana yule mwalimu hata simuelewi. Yaani unajua simuelewi. Kwanza sisi mwalimu wetu hana shida kabisa. Mwalimu wetu sisi yuko vizuri na mwalimu wetu sisi anaga ile mambo ya kujionyesha hadharani mbele za watu nini. Yaani yeye ni mambo yake pembeni yaani watu hamna. Basi kama ni hivyo ndio mtu ambaye nilikuwa namtaka kama mwalimu wetu sisi ule. Yaani kwanza ana makelele. Mimi nafanya naonaga tu makelele kwangu. Kweli. Kwa hiyo kama ni hivyo basi utanipitia ili unipeleke. Dadangu haina shida. Mimi nakukaribisha pale. Basi hamna shida. Haya poa.
Vipi Nukta? Niambie mwanangu. Si mwanangu. Wakati Kati peshi tu. mwanangu. Naona kutengeneza dongo hapa. Mwanangu, yani hapa ndio utajua ule umuhimu wa kuoa au sio kuoa. Shida yapi nani kuta tena kwenda kukitoa jikoni. Kuta kazi kama hiyo. Sema nini mwanangu? Wewe inabidi ulete mwanamke hapa mwanangu. Ishi peke yako nini tena mwanangu? Wakati nataka nifanye. Kuna yule binti mmoja nimeona pale amsuka mabuti. Yule. Mpango wa kwenda kumuoa yuko mchungu. Anakuchukua. Sema wewe na yeye eleweke ndio hicho. Sema so mwanangu yeye unajua nini? Wewe mwanangu sema kwa nini kule mwanangu uji mazoezini kule saa hizi? Kule kwenye kudasi huwa? Kule na mimi wapi na mimi kule bwana sasa hivi nimeacha. Wewe usinione wiki hii au nione? Mimi kule kijumba nimeacha. Nimehamia huko kwenye Ndondo Cup. Huko. Kuna kocha mmoja anaitwa Tumkanye. Tumkanye. Huyo kocha ana balaa lake. Nikiwaambia na balaa kweli. Huyo Tumkanye kweli. Huyo kocha wa mpira. Mimi kwenda pale. Kwenda nikapata nafasi. Nikauzibua. Kamba. Baadaye jana nimeenda akanipa siri moja akaniambia hivi, wewe bwana ndugu yangu, wewe una kipaji kizuri cha kucheza mpira. Unaelewa? Na wewe uko vizuri. Hapa kuna kiatu nakuagizia, alafu usichokijua mchezaji aliyomtoa kwenda timu kubwa, yaani kutoka Kongo kuja huku Tanzania, ni mchezaji yule Fiston Mayele. Fiston Mayele namjua mimi? Huyo anacheza Diamond African huyo. Wewe usiniambie mwana, ni kweli kabisa? Na juzi hapa, juzi iliyopita inasemekana Mayele alituma jezi. Zimefika pale, jezi unazoziona anachezea mpya zile. Yaani jezi ameleta Mayele? Ameleta Mayele zile. Sasa mwanangu, unajua nini? Kuna kitu nakifikiria yani kutoka pale yani sina mtu yani wa kuongozana naye yani ndio kitu wa kuongozana naye vipi? Hapo ndo mmenipata hapa, anaitwa Nukta Tatu. Usijali bwana Madii. Mimi hapa tunaenda na kocha kwanza Tumkanye ana mashariti. Anajua saizi hapa muda saizi watu kukitoa kama hivi, muda kulima unaona mahindi mazao haya. Unaona? Kuliko kama kocha yule dansa yule. Anakuambia saa 4 wewe saa 4 supu shambani. Shambani. Sema ndio hivyo mama. Mwanangu hapa wewe jiandae hapa ile kwanza leo. Ukitaka umkele yule. Usiende leo, usiende na kesho. Pale toka. Wewe yule na kitambi ile mambo ya kufanya hivi wapi na wapi. Uone kama shida hiyo. Ya kweli, unajua nini? Yule niambia naona kama ninafanya kazi tu ni. Usichokijua. Siku za mbele hizi. Fiston Mayele. Na yani Kikibangala wanakuja waja ule. Wanakuja hapa? Ndio maana kocha amenagizia kiatu. Sasa mwanangu, ndio baba kuniambia mapema. Sasa mwanangu unajua nini? Fresh mwanangu nakucheki baadaye. Au sio mwanangu? Wewe utakufanya baadaye. Haya sio mwanangu, bila kaka makala bea. Teacher. Naam. Karibuni sana. Karibu sana. Ujambo. Kwema. Teacher mimi nimemleta mama zangu kwenye masuala ya kudansi. Napenda kudansi wewe. Yuko vizuri, alishawahi kuanza au ndo kwanza moja? Hajawahi kuanza, kwanza ndo anaanza. Kwanza geuka. Huyu inavyoonekana yupo vizuri. Cha msingi kwa sababu nyie mlishaanza mazoezi. Na huyu bado hata hajawahi. Unaona? Kwa huyu inabidi abaki hapa. Wewe uende. Hilo teacher litawezekana kwa sababu nimekuja naye hapa. Nawezaje kumwacha hapa? Kivipi? Alitawezekana tu teacher. Kivipi sasa wakati mwenzako bado hajawahi? Atabaki vipi hapa teacher peke yake? Hiyo haitawezekana. Kwanza mwenyewe unajua mimi na wewe tukoje. Afu nakuaje na imani ya kumwacha huyu hapa? Unajua mimi na wewe tukoje. Atabaki vipi huyu hapa? Tukoje? Ndio najua wewe ni Black Panther. Wewe dada baki, sawa? Kwa sababu mambo mengine inatakiwa nikufundishe mimi taratibu. Yani taratibu nikufundishe mimi, alafu mtakapokutana na hawa muwe wote sawa. Kwa sababu mimi nilikuwa najiandaa hapa na show. Dada twende.
Naenda. Wewe mazoezi yatakushinda. Mlango kwanza. Pita. Maji. Hapa nafanya mazingira hapa nataka. Nachota maji atie kwenye maji nataka nihamishe dude. Niendelee kujaza maji nikamalizia bustani huko nyuma. Shikamoo. Mahaba. Sasa ndio nimemleta huyo. Eti Kwa hiyo una uhakika kabisa una ushahidi kwamba ulimuona? Ndio. Kabisa? Ndio. Ulimshuhudia? Ndio. Wewe siku ile kilichokufanya ushinde kupiga ile penalty unaokadondoka kwa nini? Wewe Medo, nimepata taarifa zako unavuta bangi wewe. Wewe unavuta bangi wewe. Wewe unavuta bangi, huyu amekushuhudia na ana ushahidi tosha kwamba amekushuhudia ukivuta bangi. Huyu? Kocha huyu ananongwa. Sikufichi huyu ananongwa. Mimi sivuti bangi. Mimi na bangi wapi na wapi kocha? Au sio? Mimi sivuti bangi. Sasa sheria na kanuni yetu kwamba hakuna mtu yoyote katika timu kusiruhusu mtu atumie madawa. Na lini nimwambieni kwamba madawa yanaleta nguvu? Mimi nijua najua madawa hata singewashawishi mtumie. Kwa nini niliacha kuambia msivute bangi, msifanye hiyo biashara? Sababu haiwezi kawapa nyinyi confidence, bali bangi inaharibia maisha. Sasa bwana Medi, wewe unachukua jukumu la kuvuta bangi? Mimi sijavuta bangi kocha kwa kweli. Mimi sijavuta bangi. Huyu ana ushahidi. Na sio kichaa, huyu mtoto amekushuhudia wewe umevuta bangi. Ndio maana nikamtuma aje kukuita. Sasa nikwambie kitu. Misingi ya uvutaji wa bangi kwangu siitaki. Na sitaki mtu pale avute bangi. Kwa hiyo kwa kuwa unakeuka masharti na ukishindwa kuniambia ukweli na kufukuza. Niambie sasa. Nani alikuuzia bangi na nani alikushawishi wewe uvute bangi? Evansi. Na alikushawishi uvute bangi? Alikwambia bangi inaleta nini ukivuta? Nikivuta bangi nakuwa na mishuti mikali. Wewe plani yako sasa kuvuta bangi, yani plani yako unataka umuue kipa wewe. Sasa utavutaji bangi? Bangi si kitu chochote na bangi itawaharibieni maisha, na mimi nimeamua kujitolea kwamba niwasaidie wananchi. Niwasaidie vijana na nyinyi mufike level, mchezee timu kubwa. Ndio maana mimi nimeamua kukeuka masharti, nimeamua kwenda tofauti na wenzangu ili kuwa sawa na nyinyi. Nimewaona mna nia na kweli mna vipaji. Leo mnachukua jukumu la kuvuta bangi. Bangi haisaidii kitu chochote. Sasa nawaambieni, mtu yoyote atakayerudia kuvuta bangi kwenye timu yetu tunamfukuza. Hatuwezi kumlea mtu mvuta bangi katika timu yetu. Ndio coach. Umenifahamu? Ndio. Mimi nimeamua kusubscribe maisha yangu, nimeamua kujitoa maisha yangu, kujitoa uhai sababu yenu. Yaani mimi nina maisha mafupi sana kwa sababu yenu nyinyi, sababu nataka nifanye kitu ambacho kesho kutwa na mimi nipate sifa. Mchezee timu kubwa, mtoke nje hapa. Wewe unakuja unavuta bangi bwana mimi. Wewe sasa adhabu yako. Leo mazoezi usije. Kocha nini? Mazoezi usije sababu mimi siwezi kuvumilia. Leo nakupa adhabu na adhabu hii itaenda kwa kila mtu. Na dakika ya mwisho kila mtu atakuwa anafukuzwa. Basi kenu kama unavutavuta bangi kwenye timu yangu mimi. Timu sio yavuta bangi ile. Timu sio ya mashada ile. Kuna cha kocha, mazoezi usipite. Na kama utafika utasimama kule utatuona sisi tunaendelea kufanya mazoezi. Nendeni. Kaambie wenzako ajiandae. Sawa. Kaambie kapteni ajiandae. Wewe mazoezi ukifika utasimama nje. Hata jezi msivae. Hakuna kupata jezi, ulivae jezi wewe nani? Nenda kaambie wenzako. Sawa. Na hizi jezi hizi sio za kushindia. Umeelewa wewe? Ndio. Sio unaonekana jezi tumenunua unashindia jezi unaenda nao shambani. Ndio nini sasa maana yake? Watu tumeamua kubeba uhai. Yaani mimi nitakufa sababu ya hiki kijiji hapo, baadaye tunavutavuta bangi tuharibiana tu maisha hapo. Mimi bangi ni nimewahi kuvuta siku moja bangi nikajikuta kana naweza kusukuma gari. Zebra pale nilikuwa natambaa. Sio unanisikiliza. Yaani nyinyi wanawake mnakuwa utafikiri mapondo wa dadadada. Leo upo gari hili, kesho upo gari hili wa balaya. Yaani unajua kiutaalamu unavyokamzungumzia kamevunda sawa sawa umezungumzia THT connection. Yaani mwalimu wa uimbaji Tanzania mpaka Tunduru. Mimi kinachokanishangaza Meli, mimi na wewe tuna mahusiano mama. Umenielewa?
Wewe ndio kwanza unatoka hapa nasikia unasaliti kikundi changu mimi unaama, alafu eti unaenda kwenye kudensi sijui mambo ya kudensi sijui. Ina maana wewe mbona muonekano wako wa kuimba muziki? Wewe ulivyo hapo kama Keisha usoni huko. Wewe ulivyo mwili wako huo na kudensi which is which. Yaani wapi na wapi? Tafuta wengine kaa nao. Kwa mimi hata sihitaji. Nimepata mwalimu mwingine ambaye anajua nini maana kumfundisha mtu ukamuelewa, lakini si wewe. Mwanamume kama mwanamke vidole juu na sio nani tafanyaje? Hayo matusi. Sio matusi, bali nimekwambia ukweli ili nakuelekeza hayo matusi hapo hizo hapo sadao. Sio matusi, kama nimekudharau basi utajua wewe. Yeye nimeshapata mwalimu mpya ambaye anafundisha, anajua nini maana ya kumfundisha mtu akaelewa. Nenda. Ndio naenda sasa kwa heri. Sikuhitaji wala sikutaki. Nani alikutaka? Bibi ya bangi ndio maana mtaji bangi na utafungwa mwaka huu. Muone kwanza nyuma kwa wewe. Mimi wewe unitishie teo, sijui nimepata wewe kwa maumbile gani utoka nayo wewe. Nyinyi kama msichoka kijua, sisi ndo wale watu hawa akinawezekana waji gale. Kama mjue kazi, nendeni kwa sikaji huyo. Mwenyekiti, mimi ni msimamizi wa vijana, niseme ni mwalimu au kocha kwa kesi, kwamba nawasimamia vijana wa mpira. Pia nimiliki na mabengo. Hiyo nasikia. Nadhani nimekuja zaidi ya mara ngapi hapo kuelekea mambo ya jezi. Vijana sana. Safi. Sasa mimi kwenye upande wangu mimi sina gabaya sana, ila kuna jambo ambalo limenishtua mpaka nikasema ili jambo sio la kulifumbia macho kwa upande wangu. Jambo gani? Jambo linaloshtua mimi, ndugu mwenyekiti, kuna vijana saizi wanatumia vilevi hapa kijijini. Hivyo vilevi vyenyewe ni bangi. Bangi? Kijijini kwangu mimi? Bangi inauzwa hapa kijijini. Sasa mimi kama msimamizi wa vijana na kama raia mwema nikaona hili jambo sio zuri. Bangi zinavuka mipaka, saizi zinaingia hadi upande wangu. Mimi kwenye upande wangu wa mipira, vijana wangu wa mipira na wao wanatumia saizi, wanamoka. Wanamoka, wanavuta Jamaica. Sasa nikaona kama ikizidi kuwa hivi nitaendelea kupata hasara mimi, sababu mwisho wa siku wale vijana wakija kuharibika nitaonekana mimi ndo nimewaharibu wale vijana. Kumbe kuna watu wamekaa wamefikiria, basi wanatumia makundi yao kama sehemu ya kuuza bangi zao kiurahisi. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi nikaona nije kukupa wewe ujumbe huu, sababu hao watu wapo na wao wana makundi yao, na wao wanaitumia makundi yao sehemu ya kuuzia bangi zao, sababu wao wana wake zao wanaishi na maisha yao. Kwa wanaharibu vijana, mwisho wa siku wao wataondoka, vijana wataacha kuni maswaibu makubwa. Wanataka kuigeuza kijiji kama Soweto. Haiwezekani. Jamaica. Mtani aongozo wangu mimi haiwezekani. Ndugu mwenyekiti, mimi hilo kwa kuwa lifanyie kazi kama mwenyekiti, lifikirie sana hilo jambo, liweke katika nafasi, litetee, sababu wewe mwenyekiti ulipewa dhamana ya kuongoza wananchi wako. Mimi nashukuru sana kwa ujasiri ambao umeonyesha. Naam. Najua kuna wengine wanafahamu kwamba kuna hawa wanavuta hizo bangi. Lakini ule ujasiri wa kusema kuja kwa mwenyekiti kutoa taarifa ni watu hawa ili serikali ianze kuwashughulikia, wanaamua kufichana. Kwa ujasiri uliotumia nakupa hongera sana. Asante sana. Manake wanasema sasa bangi wanapouza mwisho siku watakuja kumuzia mwenyekiti, alafu sio kweli, serikali itayumba. Kwa hiyo mimi nikutoa hofu kama mwenyekiti wenu kijana. Yale mambo nilikuahidi, mambo ya jenzi, hebu tulia kwanza tushughulikie hiyo. Unajua jenzi inahitaji kidogo mwenyekiti mwenyewe ndio mkulima. Lakini usiangalia nini nimesha sasa mkulima nini na mimi nategemea huko. Hili swala ambalo umeleta ni la muhimu sana. Sahihi. Hili ni kuahidi nitalishughulikia, na madamu watu ambao umeniambia wanashughulikia hiyo nani wanafanya haya mambo kuuza nini, mimi nitawaita kwa ofisini. Tawaita kama ni kweli basi sheria ifuate mkondo wake. La sivyo ni watanitambua kama mimi kweli ni mwenyekiti niliyechaguliwa, sitokubali kuvumilia kitu kama hicho. Nakushukuru sana. Mwenyekiti ufanye, sababu kitu kama hicho ukifumbia sana macho baya inakuwa kubwa. Ikishakuja kuwa kubwa inakuwa halikingiki. Kijiji kina vijana wachache sana, watu wote wakiwa wanavuta bangi, kijiji kitapoteza amani. Basi mwenyekiti, mimi nikuache ila nifanyie kazi. Mimi nashukuru sana.
Mungu akubariki sana. Mimi nakuahidi nitalishughulikia mapema iwezekanavyo. Maadamu watu wanafahamika, nitawaita hapo ofisini ili nifanyie kazi. Sawa. Mimi nimekupigia simu. Unajua bwana, kuna tatizo limetokea. Nataka nijue vipi maendeleo yako. Maendeleo saizi mheshimiwa, cha kweli kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana unaona unafahamika. Yaani saizi kijijini hapo ukipita mitaani kamikuta wameshaanza kuelewa. Sema tu leo tulishtukiza ukasema kuna tatizo njoo ofisini. Nikasema ngoja nije kukusikiliza kwanza kinachokaendelea kwa sababu wewe ndio unahisi. Yaani kwa kijiji hichi. Mimi najua, ndio maana ninapokuuliza maendeleo yako, sitaki kujua maendeleo mnaendelea vipi, maendeleo. Haya biashara zinaenda mheshimiwa. Bangi zinapigika kama kawa. Vijana wanakoleza. Vijana wanakula dagaa nyasa. Sasa imekuwa tatizo bwana, ndio maana mimi nikupigia simu. Unajua kuna mtu amekuja hapa. Hapa kuna mtu anauza na mbaya zaidi amenitajia majina unajua. Huyo sio mwingine bwana Madeo. Huyo. Na mimi mheshimiwa nilijua siku zote. Yaani mtu anayekufuatilia. Ukimwoa dada yake asipokupenda shemeji zake, wao ndio wanakabunya ndoa. Kwa mimi najua huyu anayekufuatilia sisi wenyewe kwa wenyewe. Mimi sikutegemea kama mwana kijiji anaweza kuja kulopoka. Huyu bwana Atomo ndo kaja kulopoka. Sasa mheshimiwa, hayo tunaacha. Mambo asiwe kichukuu. Wewe kinachokutakiwa hapa. Fanya kwanza mambo haya yaishi kwanza, alafu sisi tutazungumza chukua. Sasa mwenyekiti avuti. Kila inakuja hii mada kesi. Kila mtu unakula basi ni kwake. Sasa alafu yule asitokakielewa kwamba mimi na wewe tunaelewana. Na ndio maana alipokuja kutuzungumza hapa, chukua kwanza siku. Alijua labda mimi na wewe hatuelewani. Alafu ajui mimi ofisi ya kwangu. Mimi hapa nina uwezo wa kufanya lolote. Ninakujaga hapa ninaongea na wewe. Yako ibaba. Hii serikali. Hata kama yeye amechelewa kukujua wewe, sisi tulishakaanza kufahamiana. Mwenyekiti mwenyewe na yeye yuko kwenye harakati. Itakuja. Ngoja tulimalize hii. Sasa hilo limeisha. Mimi wacha niende. Wewe na mimi nitaomba tukutane sisi wote. Na yeye huyu akiwepo. Alafu tuzungumuze vizuri, tumuonyeshe kwamba wewe kabla hujajua Mahmudu, sisi tulishamkajua Mahmudu kabla hajafa Mahmudu. Unielewa mheshimiwa? Hilo halina shida. Basi mimi nitawaita. Tawaita tunajua ya kuongea. Mtu anifanye kelele. Tunakandamiza. Sisi hapa nyumbani. Ofisi sisi ya kwetu. Wazee wa buti. Na Mabengo FC kipaje leo. 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 Safi sana. Mpira ni mchezo ambao yani hauna tofauti na mchezo wa ngumi. Nikisema hivyo kwamba inahitajika mtu uwe na strong, ujue kucontrol mpira, kucheza na mpira. Na uwezo wa mchezaji unaanzia miguuni. Inabidi tulize akili sana. Umeelewa kitu kama hicho? Ndio. Lazima uwaze, ufikirie na utulize akili. Na ukitaka kucontrol mpira upo kama mchezo wa ngumi. Kwamba lazima uwe na stamina, uwe na confidence na kitu. Na sisi confidence zetu ni miguu, lazima miguu iwe strong. Tuchezeshe kwa miguu mara moja. Ruka. Pasha. Pasha. Safi sana. Safi, inatosha. Kwa hiyo sasa tuweze kuwa na akili nyingi sana tunaposhika mpira. Na kitu ambacho kipo kwamba sisi sote tunabidi tuwe na akili moja ili uwanjani tuwe kitu kimoja. Huyu akipata mpira akiomba pasi mwenzako unampatia. Na kila mtu ajue kucheza na namba zake. Tunafahamu hapo? Na mimi sasa hili jambo lina uwezo mkubwa, nadhani mmeona. Tumeshinda mechi nyingi kabla tuna jezi mpaka tumpata jezi. Tumpambana. Kwa hiyo sasa yote kwa yote leo mazoezi yetu tutaanza kidogo, tutachangamsha mwili, pia tutampima kipa wetu. Huyu kipa mpya. Na yeye ana kipaji, pia ndoto zake kuwa kipa. Umenifahamu? Kwa hiyo msizalauliane kwa sababu wewe kipa, wewe striker ndio mdharau kipa, kitu ambacho hicho hakiwezekani kwenye mpira. Unavunja miko ya mpira.
na mpira ipo kama kuruani, ukiiacha na yenyewe inakuacha. Unaelewana hapo? Kwa hiyo usipofanya mazoezi na kipaji cha mpira ndio kinapotea hapo, kwamba tuwe na nia na kitu tunachokifanya. Sisi sote tunataka kufika, na unaoona wote wanaonekana kwenye TV wanasajiliwa timu kubwa, walianza hapa. Samata alianza kunializi kama hii ndo akafika kupaka kule uliokoona leo. Namuona Samata mkubwa, lakini alianza chini. Kwa hiyo wote tuwe na lengo moja. Na Mabengo FC kipaji endelevu, Mabengo FC kipaji endelevu, Mabengo FC kipaji endelevu. Safi. Sasa tujipange mstari mmoja hapo. Yaani mstari mmoja, mfuateni huyu hapo. Tunarudi nyuma hivi. Ufuateni mstari mmoja, ni mstari uwe mrefu. Safi sana. Na Mabengo FC kipaji endelevu, na Mabengo FC kipaji endelevu. Mbona mpira huu? Sasa leo tunataka tutengeneze pumzi. Tunataka tutengeneze nini? Pumzi. Sasa tuna pumzi. Ukiwa na pumzi una uwezo wa kufanya kitu chochote kile. Na wana mama wadau unaweza kuwapata ukiwa na pumzi. Tunakimbia, unachukua mpira unampasia mwenzako, yani hakikisha mpira unachukua na mtu mwingine anaenda kule na mpira na uacha pale na kuchukua mtu mwingine. Tunaelewana? Example, unafanya hivi. Unakimbia. Unachukua mpira. Ukishafika hapo unamshia mtu anadaka anaenda nao. Anaenda kuacha mwingine anachukua. Tunaelewana hapo? Tunataka tueleze advertise. Mimi na Mzuka ni mwingi. Unyama ni mwingi, unyama ni mwingi. Twende. Kwa pamoja. Twende. Safi. Twende. Speed iwe kubwa. Ongeza speed. Mwanamke sio mtu, siwache mwanamke. Ongeza speed iwe kubwa. Okay. Sawa. Nadhani iko safi. Iko safi. Haya, mnaruka kidogo. Onesheni kuruka kidogo. Mzuka ni mwingi. Safi sana. Ukitaka kuwa na uwezo lazima ufikirie jambo. Anasubiri tu hapa ofisini nakuja. Sawa. Ndio brother. Habari yako? Salama shikana. Mzima. Mshukuru Mungu tunaendelea kupambana. Sinajua tena mwenye kitu wenu. Sawa. Ninaona. Basi kiti bana, mimi zani uji wangu wote hapa. Nadhani nishakupa dondoo fulani. Ndio. Ndio kama dakika moja. Ndio. Nishakupa dondoo kuhusu zile habari za vikundi hapo kijijini. Nijaribu kukaa na kuangalia, naona hamna kinachoendelea mpaka sasa hivi. Sijajua mwenyekiti mpango wako ukoje kwanza. Yaani daza super. Sawa. Kwanza iamini serikali kwanza. Sawa. Iamini serikali na mambo yake yanayofanya. Swala la mikutano huko tupo kijijini na wakati wa masika. Umeona kwamba wakati wa masika mwenyekiti akisema tangaze mikutano tunawakela wananchi. Wananchi wakati huu wafanye shughuli zao. Mambo mengine yanafuata. Kwa hiyo mikutano hadi muda wa kiangazi ndio tunaitana mikutano. Wana mkutano watu shughuli za shamba zinakuwa zimeshaisha. Na ile issue ile niambia, umeniambia juzi tu hapa. Umeona? Sasa hii ni serikali. Unapoongea na mwenyekiti unaweza kusema hapa naongea na mwenyekiti lakini unaongea na serikali. Yaani ukitamka tu mwenyekiti, ni serikali. Sasa serikali lazima ifanye michakato ya kutatua hilo tatizo. Yaani tatizo lenyewe kwamba wewe mwenyewe unakumbuka ndio maana nilikuweka wakati ile wa kampeni yaani ulikuwa kama chawa hivi yaani
ulifanya vizuri, lakini nikukumbusha kwamba hata ile kuhamishiwa wanasema nani Dodoma, makao makuu baba makao makuu yameshia wapi? Dodoma. Yamehamishiwa Dodoma. Ule mchakato ulianza wakati ule wa Nyerere, umekuja kukamilika awamu ya ngapi, ila sina network vizuri. Unajua kwenye kitu tumeingia wengine tuko darasa la 7. Sasa na hilo issue uliyeniambia ile ndio tunaifanyia mchakato kama nilivyokuambia. Kwa hiyo unapasika utulie, ili serikali inapokuja kulisema liwe na majibu kamili aliyoshiba yenye kujitosheleza. Ndio maana kusema mwenyekiti, kuna jambo zito nataka kusema, basi liwe na majibu kamili. Zaidi ya hapo tutakuwa tunabahatisha na mwenyekiti, inaonekana kama sitoshi. Ndugu mwenyekiti, jambo lililopo katika dondoo zangu na utafiti wangu uliofanya katika wale watu wageni wale wanafanya hizi shughuli. Wanafanya vizuri, nimesikia sasa. Kiti kwamba uko ndani yake unahusika nao wale. Kuhusika kwa kweli ni unao karibu na unafahamu kila jambo linalotendeka. Yara, hapo sasa hapo unapoikashifu serikali. Serikali haiwezi kushirikiana na watu wa ovu. Yaani mimi sipo kabisa huko. Basi wewe unanifahamu nataka mbali. Kwa faida yako utakuja siku utakaa sehemu mbaya. Utakuja kunikumbuka. Kwa sababu nipo jirani sana na wewe, ndio maana tuulize sana kueleza jambo linapokuja linatokea na kuelewa. Napenda sana kuweka wazi, sipendi kuficha. Ni heri mtu anakuambia live kuliko anaongelea pembeni. Tendee maisha mema. Kwa mapenzi mema ndio maana kuna mapenzi. Kwa hiyo mheshimiwa, naomba uwe makini sana. Utakuja siku tunakumbuka. Mimi narudi. Yaani kuwa na amani. Kama nilivyokuambia, serikali inafuatilia. Hebu iachie serikali. Umekuja kuiambia serikali haina haja ya kusumbua. Serikali inafuatilia. Lakini ukipata chochote kile huko ukisikia, basi usisite kuja kumwambia mwenyekiti wako Yaani wewe mimi nimekuweka kama chawa wangu baba. Sawa. Ndio mwenyekiti. Shughulika bwana. Mimi nakuona. Yaani hata kama kuna mambo mabaya njoo niambie. Tulikuamini mwenyekiti kama kijana mwenzetu. Mimi nafanya kazi. Wewe makini. Nafanya kazi baba. Kweli? Tusalimie shemeji. Mimi mwenyekiti wako hapa naenda huko ofisini bado uko jarakani. Haya bwana. Bado sina mke mimi. Kama tulivyozungumza, nielewa, yaani wewe atumu sasa unakuwa msaliti. Sisi kilichokatutoa mjini mpaka kuja hapa na Mabengo, swala hili kwa lengo moja, na tulishakubaliana. Sasa tuliwa ukafika hapa, tunaanza kazi, tunafanya mazingira mitaani, wewe umeanza kubadilika kuwa chigeugeu. Tumekutazama, yaani kuna mambo fulani ambayo tunakuja saa hizi kama tunasalitiana. Unielewa? Tunasalitiana kama akina Aliana. Sasa tukasema tuitane, tuzungumuze ili tujue tatizo nini, ili tujue kinachokaendelea. Kama kuna mwanamke umempata na kudanganya utueleze. Na kama kuna labda kijiji cha na Mabengo umekinogea, unataka kubaka hapa sijui kubaki hapo usiende Songea, utueleze. Kitu kikubwa mimi bwana, ndugu zangu, siku zote kwamba mnafahamu hata shetani akizeeka anakuwa malaika. Vitabu vya dini vinaandika hivi. Hawa. Sasa mimi kama mimi nimekaa nimefikiria nikaona kwa nini mimi niwe kila siku mtu wa namna hii? Nikataka nibadilike, nijitakase. Nilipokuja kuona kijiji cha Mabengo kilivyokuwa kizuri na watu wake wanamuitiko na jambo, ukiwaelekeza jambo wanaelewa, nikaona isiwe tatizo. Nibadilike, niwe sawa, nisiibe na Mungu tushirikisha sisi. Mimi niko na wenzangu nyinyi mko serious na jambo lenu, ndio maana mimi sasa nimeamua kuwa tofauti. Nataka niwe Samaritani, nisaidie wana kijiji, niwe msalia mwema. Siangalie hivyo. Tulienda kijijini kwenu Tunduru na Ndembo, tumefanya kazi vizuri. Tumefika kwetu sisi Matemanga, tumefanya kazi vizuri. Tumetoka tumeenda Palamio kijijini kwa huyu wapi pale? Magima. Tumefanya kazi, tumesema tuje na Mabengo, wewe unageuka. Sisi wote talenti yetu, vipaji vyetu makocha. Tumetoka jini wote wanatujua makocha. Tunakuja hapa wewe unaanza wakalimu sijui nani. Sasa wewe, sisi kote tulikopita tumeiba. Na lengo la kuja hapa kuiba, tuwaibie, yani tufanye biashara za magendo na tuwaibie pesa zao za michango, tule hela zao, tusepe. Tuliambizana tunaishia leo.
Yaani ishikuwa mimi sio kijua wanangu, mimi nimegeuka kweli. Na mimi nimekuwa baby trial. Nimekuwa msaliti. Na mimi usaliti wangu kwamba nataka nitetee amani. Na nitaposimamia mimi Mwenyezi Mungu atanilinda. Kwamba huruma wakati mwingine ipo na kuna watu wana sura za kuibiwa. Yaani kama vijiji tulipotoka, kama kijiji cha nyumbani kwangu mimi, sura zao zenyewe tu zimeonekana kuwaibia wanafaa. Ila hapa watu wana moyo. Huyu nilichomgundua mimi na mabengo hii. Huyu amefanya kazi na watu wana mabengo. Alitengenezea flash na CD gossip. Kwa hiyo amefika hapa anaogopa kuwaibia wasije wakamfahamu wanako mkapatikana. Sasa bora uwema huo mjifanye tunduru kwenye kijiji chenu. Wakina Bitu Zuberi sio hapa mpwa wewe. Sasa wewe unatugeuka, si ndio? Mimi nataka nibadilike. Wewe unatugeuka, si ndio? Hebu niache bwana huyo. Wewe tutakuua wewe hapo. Wewe hapo unatafuta kifo, utarudi jina huko. Alafu sisi hapa mambo ya mzee. Watu wataanza kujua kinachoendelea. Watu wanatembelea wanafunzi wake hapa. Kelele hizi hazisaidii. Inabidi tukae chini tupange maswala haya. Wewe tutakuua. Sisi hapa tunakuua wewe hapo sana. Sasa huyu tumtoe kimya. Wewe tunahakikisha tunakutoa kimya na mabengo hii hapa. Tumefika hapa kama makota. Tumekabidhiwa shamba la nani la bangi tunalima. Vijana wangu mimi ninavutisha bangi, huyu anavutisha bangi. Wewe wa kwako unajifanya unatusaliti wapi bangi? Tuligawana bangi dumula 10 sisi hapa. Umeelewa? Huyu dumula zake zimebaki 3, mimi zimebaki 2, wewe dumula zako toka zimeganda kwenye dumula 6 bangi zile. Unajifanya unatugeuka. Yaani mimi niwaambieni mimi nitapata haki na nitatetea haki kama waliotetea haki washujaa wote wa nchi zote. Nitasimama kama Mandela, Tanzania nasimama kama Nyerere. Nitatetea haki na haki itapatikana. Kwenye kijiji hiki watu hawaibiwi. Nimeshatakasika, nataka niwe Samaritani na ukweli kwamba nitalindwa na damu ya Yesu, nitalindwa na damu ya mwenyekiti, pia nitalindwa na damu ya Mtume Muhammad. Wewe na wewe unanigeuka. Jaja mtume? Tusije tukapata dhambi. Haya, endelea kulopoka. Ndio kama nilivyoelekeza kwamba nitalindwa na mimi nitahakikisha haki inapatikana na nitawaomboa maovu wote. Kama hamtataka kuondoka na mtaendelea kuiba mtaumbuka, na mwenyekiti yuko upande wangu na nitasimamia hivyo, na tutakutana kwa mwenyekiti na Yesu atanilinda na Biblia lake. Tumemaliza na kwa mwenyekiti. Tutakutana kwa mwenyekiti. Mimi nimilishwa mavi, eti mimi tena. Mandela alilishwa mavi. Tutakutana kwa mwenyekiti ya mwanangu. Ndio. Huyu anajifanya kama steering wa Chihindi. Anajifanya amezekani. Wewe nenda kwa mwenyekiti huko. Nielewa? Huyu mbwa anajifanya kama steering wa movie ya Chihindi. Yaani anatuzunguluka. Kutoka Bollywood mpaka Telugu. Mariadamu Tamiji. Sasa huyu tusimchekelee mbwa huyu. Hata tusaliti alafu atatuchoma. Hatujui kama sisi mwenyekiti mwenyewe mpaka tunamtumaga feki. Hadi vocha kijiji cha pili anakwenda kutafuta. Na mimi nitalindwa. Mjinga kweli. Ni wizi mmezoea tu, wizi kazi ya wizi tu, nitalindwa mimi. Wewe mbwa, yani mbwa wewe. Na tukimwacha na mabengo tukija tunasema ameenda na maji tukirudi tuongee. Anasema amechukuliwa na maji. Mwai. Huyu tumwai. Mbwa huyu tumwai. ya chozi la ulisi, sisi ndio tulioshika ngao katika serikali hii. Hivi inaitwa serikali au serikali? Naenda zote zitasaidiana. Mimi mwanangu katika wao walioanza kukanamuka. Kuja mjini Songea mimi. Mavi anayo. Wewe mwenzako mtu anayetumia sheria. Yaani kaka utatawala vitu vyote, majambazi asika. Sio yaani wewe ukimweza kuitawala serikali, yaani ukimweza bwana serikali. Ndio mauzo kwa sababu serikali yenyewe ndio hiyo. Wakala kitu. Mwenyekiti. Mwenyekiti kaa. Wewe
ndo unaiamini ofisi hii? Sisi ndo katika watu walioshika ngao kwenye ile movie ya Chozi la Ulisi. Karatasi hii wewe eleza shida zako unaweza kukaja nazo. Watu tunakwambia sisi watu wazito na Mohamed Tikulai sisi hapa akina Azam Balesa juisi sisi. Au sio? Au ndio? Au ndio? Iplay. Namtaka mwenyekiti. Mwenyekiti unamtaka wewe? Sisi tumemtuma Sigara. Kwa hiyo wanangu nyinyi mnajikuta mataita sana, mnajikuta nyinyi ndio wenyewe katika huu mji. Yaani sio kujikuta, wewe kuna mtu mwisho kumuona anavuta bangi kwenye kituo au ofisini. Ofisi yaani mimi sawa sawa Ikulu pale ninavuta bangi tu hapa leo. Leta huku mheshimiwa. Ndio tulimtuma. Yaani mwenyekiti, mimi nakuja na pointi zangu na kuelekeza, tena nakupa hadi na mifano au watu fulani. Hapo mwenyekiti kumbe unashirikiana nao. Uko serious kweli mwenyekiti wewe? Na nyinyi watu wa serikali wa namna hii ndio nyinyi wale ambao dula makabila ndio ambiende pita huku. Mwenyekiti, sasa kwa kuwa wewe hao watu unawafuga na unaishi nao kimaisha yako, sasa mimi hili jambo halijaishia hapa. Wewe unajipaisha mwanangu, Alafu wewe upo hapa unajipaisha, wewe nani? Mwenyekiti huyo hapo amesimama. Yaani wewe hata kama ukikomboa vipi wewe ukapata chochote kwenye kijiji hiki. Pele alikufa Pele, amezikwa kwenye makaburi ya magodoro, sio wewe. Wewe hata umtetee nani? Au sio? Sasa hili jambo linapita ngazi ya juu. Hili jambo linapita ngazi ya juu. Kama ni zero mimi. Utaishiaga hivyo kwa mkoa wako. Sasa na nyinyi mmefanya nini? Mmefanya nini? Mheshimiwa, huyo usimsikilize chochote. Mmenituma Sigara. Tunashirikiana mambo mengi. Mmenituma Sigara, sija waruhusu mvute humu. Hivi wananchi wanapoona mimi wananifikiriaje? Mheshimiwa, mwananchi ndiye akavunja nchi na sisi hapa wananchi wenye hii nchi. Kwa hiyo wewe usijali, wewe sisi tunadhibiti. Yaani huyu mtoto mdogo kwenye game tumeanza kabla yake. Sisi mwenyekiti, swala ambalo hata yule mbwa ajui. Sisi tunachezaga kama movie za kidiza kunyanyua magari zile. Huyu mtoto mdogo tunambalaluka asikutishe chochote. Sema nini? Ile jelo zilibaki hapo mheshimiwa. Yaani hata uniambie jelo sio nini? Yaani nimeshaje. Sasa hilo swala mheshimiwa limeisha. Umenielewa? Hilo nimeshaje swala ngumu hili. Tuachie sisi mheshimiwa. Watu sisi tuliokawa na manyoya kifuani wa kutuogopa. Wewe tulia. Jelo ile kachukua juisi, ukae hapo huyo. Wamenikabia wanataka kuniua mheshimiwa. Wamenikabia watu wamenikabia wanataka kuniua mheshimiwa.
Hebu kwa na huruma basi. Au sio? Yaani tunakuja wote kwa Mwanangu sikia mwanangu sikia basi mimi nimeshatakasika babu nisameheni wanangu. Mwanangu nisameheni. Hapa mwanangu nisameheni mwanangu. Poteza ilikuwa ushahidi. Mwanangu nisameheni mwanangu. Oya babu. Mwanangu wewe unajifanya kiburi. Elewa kwa nini Diamond alikataa gari kwenye happy birthday yake na Chief Kiumbe? Unaona? Au tayari matofali yametosha hivi. Kijana. Nini? Mzee, shikamoo. Marahaba, jambo. Kijana, wale wenzako uliofundisha na kuvuta bangi, wenzako wameshapigwa na wameshakamatwa. Sasa kuanzia leo wenyekiti hauna. Nilishakukataza mambo ya kuvuta bangi. Si ndio? Haya. Bwana askari, kitengo chako. Bwana unaharibu vijana. Kama kawaida. Wapi uko sasa? Alikuwa anaenda kwa mzee Juma pale bondeni. Hivi una taarifa kwamba kocha kalazwa? Kocha? Kocha wangu mimi? Huyu kocha anatufanya mpira. Kuna shida gani? Nasikia kuna huyu kocha wa muziki na yule kocha wa kudansi. Wamempiga. Wamempiga kocha wangu mimi? Wamempiga. Kwa hiyo yuko wapi? Yuko hospitali. Tatizo nini? Hata sielewi, sijajua kama tatizo nini. Naona tu umempiga hapa, nilikuwa nakutafuta wewe ili tuambie na wadau wengine twende tukamwone. Yuko hospitali. Twende. Karibu bwana. Karibuni ndugu zangu kwenye kiti. Sasa tunaja kiti maana. Weka tunaja kiti. Kwa jamani, nyinyi mnalichukuliaje ile jambo la wale makocha nani wa dance na nani na muziki kumpiga kocha mpira, jamani, mnalionaje ile jambo? Mimi sijaona jambo nzuri kwa sababu nilivyosikia hata mwenyewe moyo uliniuma sana. Kwa sababu yule kocha anafundisha vizuri mpira, kwa sababu hata kama wewe muimbaji ukijifunza mambo ya mpira inakuwa vizuri, kwa sababu wewe unachukulia pumzi nini. Kweli, kwa sababu hata kama ukinani mpira, muziki yote sawa, kwa sababu yote inatengeneza pumzi. Kwa hiyo mimi naona sio mbaya twende wote tukahamie kwenye mpira. Kwa hiyo sio mbaya. Au unasemaje kama mkuu?
Sawa, mimi nilikuwa na wazo hilo. Tukaungana na wale jamaa marafiki zetu wale. Twende tukamuone kule kocha. Tukamuone kocha ituungane pamoja tufundishe mazoezi. Mazoezi ya mpira ni yanafaa. Na yale unapata pumzi tena vizuri, tena mazuri, anafundisha vizuri yule mwalimu. Ukiwa unafanya mazoezi ya mpira, maana yanapokimbia pumzi inapatikana. Twende tukamuone yule kocha, tujiunge kwa pamoja. Ili tufundishe mazoezi ya mpira. Mazoezi ya mpira ni mazuri. Mazoezi ya mpira ni mazuri. Ndio unapata pumzi. Wewe hapo limeisha. Hilo hapo tufanye sisi. Sawa, haina shida. Basi basi haina shida. Twendeni jamani. Twende basi. Kocha. Shikamoo. Unaendeleaje sasa? Kuna mrefu leo. Unaendelea vizuri bwana. Haya wako bonda sana. Umetandika. Na yule mjinga yule alikuwa ananyanyua tofali. Na mrefu leo. Unakuja peke yako? Wapo wengine mkuja nao hapo nje. Kocha pole lakini. Asante sana. Piga sana. Sasa nukta. Amekuja kapteni msaidizi na kapteni mkuu. Wapo nje, wapo. Naomba unitie. Kapteni msaidizi na mkuu. Kocha. Vipi hali kocha? Safi. Kocha shikamoo. Kocha kwanza pole. Asante sana. Medi. Kapteni msaidizi, kapteni mkuu. Endelea vizuri kwa kweli. Sasa Medi. Naam. Kapteni mkuu. Ndio. Usiache kufanya mazoezi. Fanyeni mazoezi kwa bidii maana wiki iliyopita kijiji cha Ng'ambo walituma barua kwamba kuna ligi. Kwa hiyo msiache kufanya mazoezi, unasikia? Sawa. Kwa hiyo mazoezi ndio msingi wetu. Tukacheze ligi, msiache mazoezi. Maana hizi ni changamoto tu, kuna wakati ya kutafuta uhuru. Kocha, mimi naliuma sana mimi. Haina haja kuumia. Lakini mimi nakuahidi mimi lazima nilipe kisasi kocha. Haina haja kuumia na haina haja kisasi maana kuna wakati za kutafuta uhuru. Shida ni nyingi. Sawa. Wala sio mimi tu, kuna watu walikufa, kuna Amina Chipupa. Kuna Uhuru Mandela alifungwa. Pole kocha, pole. Asante sana. Sasa fanya mazoezi kwa bidii hakikisheni mazoezi mnazingatia maana ndio misingi. Ndio kocha. Tena wengine. Sawa. Kocha, uko pole. Haina shida. Kocha. Sana kocha. Asante. Shikamoo. Shikamoo. Niliona sana. Usijali. Tukiona hivyo. Mimi naamini kabisa yani nipo tayari kabisa kulipisha kisasi. Watu. Hizo watu hizo nimeongea na kapteni. Ndio kama usiache mazoezi. Kweli. Mazoezi ndio msingi. Kweli sisi tulikuwa kwenye dance yani kwa mfano yani ndio huyu na yeye tukafanya hivyo. Sisi tunaona haina haja yani sisi tunaona jiunge tu. Haina shida nyinyi joeni. Unajua kabisa yule nani yule mshango yule wa muziki yule ndio alisababisha yote haya. Haina haja kulani maana kuna kutafuta uhuru kuna kazi. Ila nikifa unitengenezee sanamu niweke na mabengo stand pa. Sanamu ni yule ni mtenga ngumi. Umeelewa? Lakini haja kusema ni nani. Ndio mkafanya mazoezi kwa bidii, umeelewa? Sawa. Tukuombea Mungu atakujali. Wao wanafunzi, ambao wenzako hizo jezi sio za kushindia hizo. Sawa. Jezi tupata kwa shida. Sawa? Sawa.
mtoto wako kule nimeshampa matibabu, yuko amelala pale chumba namba 18. Kwa hiyo nadhani nitakuja baadaye kumuona. Sawa. Dr. Msumani amesema mgonjwa anaendelea vizuri, lakini zile nguo zake zina damu. Kwa hiyo tukazifue. Sawa. Post matibabu anaendelea vizuri, fresh kabisa. Sasa ingekuwa muone teacher mama sisi tufanye mpango wa kufua zile nguo. Basi tunakuja. Basi haina shida. Sawa. Kama hela wewe unasema tu nakupa sisi wote serikali jamani tunawaheshimu baba. Maelezo yote polisi. Mambo mengine hapa. Mpira uko katikati hapa. Sasa yote kwa yote wenyewe wanasema kuumwa sio kufa. Na kuteleza sio kuanguka. Kwa hiyo niko imara, niko ngangari. Niseme tu kwamba nimeyafanya yoyote, sio kusema nina nguvu sana au mimi ndo mimi. Hapana, nimeona kipaji vyenu, nimeona uwepo wenu, nimeona umuhimu wa vipaji vyenu. Ndio maana nimeamua kuwasaliti wenzangu ili niwe sambamba na nyinyi. Kwa hiyo tusiangushane. Tunaelewane? Sawa kabisa. Na kitu kingine, leo mazoezi mtafanya mazoezi ya kukimbia, ya pumzi, pia mtafanya mazoezi ya kumpima kipa na kupiga penalti. Tunaelewana? Na nyinyi ambao mmejiunga siku mbili, mliotoka kwenye dancing, mliotoka kwenye music. Ndio. Niwaambieni kitu kimoja kwamba hamjapoteza, sababu mziki unashabiana. Mziki na mpira unashabiana, sababu mpira sisi tunajali sana pumzi. Ndio. Pia mziki nao unajali sana pumzi. Na ukiangalia tadasi, dance nako unataka sana pumzi. Kwa hiyo hatujashabiana, kipaji vyote, sanaa zote ni moja. Niwakumbushe kuna msanii anaitwa Alikiba. Yule anaimba pia anacheza mpira vizuri tu. Maana alianza kwenye mpira baadaye akaingia kwenye kuimba. Pia kuna Tudamani na yeye anaimba. Sasa lakini alikuwa anacheza mpira na kipaji cha mpira. Kwa hiyo una uwezo wa kupanda na ukashuka, yani kuangalia mpira unaweza ukakutengenezea nafasi ukapata pumzi yako vizuri na ukaimba. Pia mpira una uwezo wa kutengenezea pumzi zaidi na zaidi. Na nataka niwakumbushe kuna msanii wa Songea. Huyu anaitwa Fobi. Huyo Fobi anacheza mpira pia anaimba. Kwa hiyo ukiangalia kwamba mpira una uwezo wa kukufanya ukaimba, mpira una uwezo wa kukufanya ukabaki kwenye mpira. Kwa hiyo unaweza kuchagua mwenyewe. Ila yote ni mazoezi. Na sanaa zote ni moja. Samahani. Tulikuwa tuna shida na wewe. Mimi nakuja. Tunaelewana hapo? Ndio. Okay, sawa. Sasa kapteni nitakuachia majukumu hayo na mtamalizia na penalty. Medi. Vidole vingapi? Wasini kusikiliza wale wanawake. Kapteni anakuachia kazi. Filimbi ni moja tu. Nani hiyo? Basi waone. Kapteni, fanya kazi. Bila sababu. Pole kwa matatizo yote yaliyokuja. Yote ni changamoto. Asante sana. Samahani ticha. Samahani kwa usumbufu. Siko na maongezi, kuna shida na wewe kidogo. Ila pole kwa matatizo yaliyokukuta. Maana yote ni changamoto tu ya dunia. Asante, ni changamoto kweli. Ni kweli ticha. Hata mwenyewe binafsi nilikuwa dance. Lakini baada ya kuona dance yenyewe nayo ndio kama hivyo haieleweki, nimeamua kuja hapo. Kwa ticha, tunaomba angalau na sisi utufungulie mpira
ufungulie mpira wa netball. Tutafurahi sana kama utatukubalia tujumuike na wewe kwenye ili grupu utufanyie huo mpango wa kufanya huo wa netball. Tutafurahi sana kwa kuwa hata ukiwa umeshatukubalia tunaweza si wenyewe kwa msimu wa kwanza tukajinunulia jezi. Umeona, tunaweza tukajichanga si wenyewe tukanunua zetu jezi tukaanza. Yaani utayari wako tu wewe, sisi tumeutaka na kukubali kwako tu wewe basi. Sawa. Tulikuwa tunaomba kule, tumepoteza hela nyingi sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba na sisi tutengenezee huo mpira wa netball. Sawa. Yote kwa yote mimi nimewaelewa. Nimeelewa na sasa nipo kwenye maswaibu kama haya yaliyonikuta, ila sio jambo la kunikatisha tamaa. Mimi nimeelewa, pia nimeelewa kiundani zaidi, sababu kipaji ni mali yetu. Kipaji amtujalia Mwenyezi Mungu, tuishi kwenye kipaji chetu, na kila mtu anatamani aishi kwenye ndoto zake, na hakika mtaishi kwenye ndoto zenu, na mimi nitalifanyia kazi na nitatenda kama mlivyoomba. Basi sisi tunashukuru. Eti Ndio. basi haina shida. Sawa. Wewe bado unapiga sawa nini? Wewe unapigaje mpira hivyo bwana wewe? Asanteni. Pole.